Kitabu cha pili cha Samweli. Mlango wa kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Sauli, hapo Daudi aliporudi katika kuwaua Waamaleki, naye Daudi amekaa siku 2 katika Siklagi. Hata siku ya 3 ikawa, tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zimeraruliwa, tena ana mavumbi kichwani mwake. Basi ikawa alipomfikia Daudi, akaanguka chini akamsujudia. Daudi akamwambia, umetoka wapi? Akamwambia, nimeokoka katika kambi ya Israeli. Daudi akamwambia, heli kwendaje? Tafadhali uniambie. Akajibu, watu wamekimbia vitani, tena watu wengi wameanguka wamekufa. Hata Sauli naye na Yonathani mwanawe wamekufa. Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, umejuaje ya kuwa Sauli na Yonathani mwanawe wamekufa? Yule kijana aliyempa habari akasema, nilikuwapo kwa nasibu juu ya kilima cha Gilboa, na tazama, Sauli alikuwa ameegemea fumo lake, na tazama, magari na wapanda farasi wanamfuatia kwa kasi. Naye alipotazama nyuma, akaniona, akaniita, nikajibu, mimi hapa. Akaniambia, unani wewe? Nikamjibu, mimi ni Mwamaleki. Akaniambia, tafadhali simama karibu nami, ukaniue, maana shida imenipata, kwa sababu roho yangu ingali hai ndani yangu. Basi nikasimama karibu naye, nikamua, kwa sababu nalijua hakika ya kuwa hawezi kupona baada ya kuanguka. Kisha nikaitoa ile taji iliyokuwa kichwani mwake na kikuku kilichokuwa mkononi mwake, nami nimevileta hapa kwa bwana wangu. Ndipo Daudi akashika nguo zake akazirarua, na kadhalika watu wote waliokuwa pamoja naye, wakaomboleza, wakalia, wakafunga hata jioni, kwa ajili ya Sauli na kwa ajili ya Yonathani mwanawe, na kwa ajili ya watu wa Bwana na kwa ajili ya nyumba ya Israeli, kwa sababu wameanguka kwa upanga. Naye Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, watoka wapi wewe? Akajibu, mimi ni mwana wa mgeni Mwamaleki. Daudi akamwambia, jinsi gani hukuogopa kuunyosha mkono wako umwangamize masihi wa Bwana? Ndipo Daudi akamwita mmoja wa vijana, akamwambia, mwendee ukamwangukie. Basi akampiga hata akafa. Daudi akamwambia, damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema, nimemuua masihi wa Bwana. Basi Daudi akamwomboleza Sauli na Yonathani mwanawe maombolezo haya, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yashari. Akasema, wana wa Yuda na wafundishwe haya, walio fahari yako, e Israeli, juu ya mahali pako palipoinuka wameuawa, jinsi mashujaa walivyoanguka. Msiyahubiri mambo haya katika Gathi, msiyatangaze katika njia za Ashkeloni, wasije wakashangilia binti za Wafilisti, binti za wasiotahiriwa wakasimanga. Enyi mlima wa Gilboa, visiwepo juu yenu umande wala mvua wala mashamba ya matoleo, maana ndipo ilipotupwa kwa aibu ngao ya shujaa, ngao yake Sauli, pasipo kutiwa mafuta. Kutoka kwa damu yao waliouawa, kutoka kwa shahamu yao mashujaa, upinde wa Yonathani haukurudi nyuma, wala upanga wa Sauli haukurudi bure. Sauli na Yonathani walipendwa na kupendeza maishani, wala mautini hawakutengwa. Walikuwa wepesi kuliko tai, walikuwa hodari kuliko simba. Enyi binti za Israeli, mlilieni huyo Sauli, ambaye aliwavika mavazi mekundu kwa anasa, akazipamba nguo zenu dhahabu. Jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita! Ee Yonathani, wewe umeuawa juu ya mahali pako palipoinuka. Nimesikitika kwa ajili yako, Yonathani ndugu yangu, ulikuwa ukinipendeza sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu kupita upendo wa wanawake. Jinsi mashujaa walivyoanguka na silaha za vita zilivyoangamia!